subhanahu wa ta'ala asikuone mahali alipokukataza na asikukose mahali alipokuamrisha. Na yote haya huwezi kuyapata, huwezi kuyajua, huwezi kuyafuata mpaka uwe wamjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndio utakuta Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipozungumza na al-Imamu Ali alayhi salam, akamwambia la ya'rifu Allaha illa ana wa anta, hakuna anayemjua Mungu vile anavyofaa kujulikana ila ni mimi na wewe tu. Wala ya'rifuni, wala hakuna anayenijua mimi mtume illa Allah wa anta ya Ali, illa ni Mungu ndiye anayejua cheo changu, ndiye anayenijua mimi na mwingine ni wewe. Wala ya'rifuka ya Ali, wala hakuna anayeweza kukujua wewe Ali illa ana, ila mimi wa Allah na Mwenyezi Mungu. Ndio kuna wakati maswahaba walikaa wakamtolea mato Bwana Mtume, wakawa wamwangalia kwa muda mrefu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawazungukia akawaambia, la ya'rifuni illa rabbi, anayenijua mimi ni Mungu. Hata muniangalie vipi hamuwezi kunijua mimi ni kitu gani. Wa ila Allahi aqibatil umur, na mkomo wa mambo yote ni kwa Mwenyezi Mungu. Chochote kilichoko katika ulimwengu, chochote kilichoko mbinguni, ardhini, bara, baharini, kiko safarini, chaelekea kwa Mwenyezi Mungu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Twatoka kwa Mungu, tuko barabarani, twarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu asema, wa man kafara fala yahzunka inna ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu inna Allaha alimun bidhati sudur. Na yule mwenye kukufuru, mwenye kukukanya, asikuhuzunishe. Usibebe dhiki katika moyo wako ukajitia taabuni kwa sababu hawataki kukuamini, kwa sababu wameamua kukukanya. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ile rehma yake na kite chake na kuwapenda wanadamu na kuwataka waongoke waingie katika ndia ya haki, wasalimike na moto wa Jahannam, wakaingie katika pepo, ilikuwa ikimtia dhiki akiona hawaamini. Ikabidi apumbazwe na Mwenyezi Mungu, aambiwe usijikere ruhu yako, usijiadhibu nafsi yako,
ikiwa hawataki kukuamini, ikiwa wameamua kukukanusha, ilaina marji'uhum, watarudi kwetu. Wazunguke wazungukavo, wende wendako watakako kwenda, wafanye watakayo yafanya, marejeo yao ni kwetu. Fanunabbiuhum, tutawapa habari wao, bima amilu, kwa yale walioyatenda. Kila ulilolifanya katika maisha yako utakwenda kulikuta mbele ya Mola wako. Faman ya'mal mithqala habatin, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Atakayefanya uovu wezani wa dhara atauona, na atakayefanya wema wezani wa dhara, wema ule atauona. Hakupotei kitu kwa Mwenyezi Mungu. Kisha Mungu afunga asema, inna Allaha alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu ayajua yale ambayo kwamba yamefitamana, yako nyuma ya moyo wa mwanadamu. Zile siri ulizoziweka katika moyo wako, Mwenyezi Mungu azijua. Na zile siri zilioko nyuma ya moyo wako, ambazo hata moyo wako bado haujazijua, pia Mwenyezi Mungu azijua. Numatti'uhum qalilan, tutawastarehesha kwa muda mfupi tu. Wale majabari, makafiri, madhalimu, starehe zao ni za muda mfupi. Mtu nakae sana katika ulimwengu miaka 120. Ukifanya hisabu kutoka ulipoanza ulimwengu mpaka leo, na kutoka leo mpaka kiyama, ni kitu kidogo sana atakuwa ameitumia yeye. Toa magonjwa hapo, toa kulala hapo, toa makero hapo, toa ujana hapo. Ukipunguza utakuta mwisho kitu kilichobaki na wewe ni kidogo sana. Numatti'uhum qalilan, tutawapa starehe, lakini ni starehe na furaha za muda mchache sana. Thumma nadhtaruhum ila adhabin ghalib, kisha tuwakokote, tuwavute, tuwatupe katika adhabu ambayo kwamba ni nzito. Adhabu ambayo kwamba ina utungu. Adhabu ambayo kwamba ni kali baada ya starehe chache. Hawa ni wale ambao kwamba wameepukana na al-urwatil wuthqa, wameepukana na ile as-siratul mustaqim. Matokeo yao na tija yao ni kumalizikia katika hali kama hiyo. Na kila siku mwanadamu yataka aombe taufiki, na aombe hatima njema. Kwa sababu ya udhaifu alionao mwanadamu, aweza akaanza vizuri, lakini kwa bahati mbaya akamaliza vibaya. Na wako wanaobahatika wakaanza vibaya, wakajuti katikati, wakamalizika vizuri. Kwa hivyo usighurike
katika hali yoyote utakayokuwa. Hujui yaliyoko nyuma ya pazia yako. Wangapi na wangapi tena waliokuwa katika daraja ya juu, waliokuwa wacha Mungu, kisha shetani akawaghuri, wakaghilibika, wakaharibika, wakaangamia, wengine wakamkanya mpaka Mungu. Wangapi waliokuwa pamoja na al-Imamu Ali alayhi salam, baada ya muda na mambo kuzunguka, wakawa katika jeshi la upande wa pili, wakawa wapigana na al-Imamu Ali. Mungu ndiye anayejua yale yaliyoko nyuma ya nyoyo za wanadamu. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kueleza mambo kama haya, sasa yuwaingia katika masala mengine. Asema wala in sa'altahum, lau utawauliza wao Makureshi, man khalaqa as-samawati wal ardh, ni nani aloumba mbingu na ardhi? La yaqulunna Allah, watasema ni Allah. Yani hawa Makureshi wanaoabudu masanamu, lau utakwenda uwaulize nani aloumba mbingu, nani aloumba ardhi, jawabu lao itakuwa ni kukujibu wewe kwamba aloumba mbingu na ardhi ni Allah. Qulil hamdulillah, sema alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun, lakini wengi wao hawaelewi, hawatambui. Sasa hapa kwanza twaona kitu kinachoitwa fitratullah, jibila, maumbile aloyaumba Mwenyezi Mungu. Yani kila mwanadamu ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake, ameumbwa kumkubali Mungu. Anapomkanusha, anapompinga, huwa kuna sababu iliyosababisha yeye apondoke, atoke katika fitra yake na maumbile yake, aingie katika mkondo mwingine wa kukanya baada ya kuamini. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, kullu mauludin yuladu ala fitra, kila kinachozaliwa huzaliwa katika umbile la fitra ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Ghaira anna abawaihi, babake na mamake, yunasiranihi au yumajisanihi au yuhawidani. Baba na mama wale waliomzaa ndio ima watamfanya Yahudi, ama wamfanye Mnaswara, ama wamfanye Majusi, lakini yeye mwenyewe lau atawatwa na ile fitra yake swafi, atamkubali Mungu. Na kuna daraja tofauti tofauti watu katika kuamini na kumkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Angalia al-Imamu Ali alayhi salam asema, lau kushifa al-ghita mazdadtu yaqina, lau naondolewa pazia nikaona kila kitu, nikaona pepo, nikaona moto, sizidi chochote katika yakini yangu. Kila mmoja ana daraja yake katika kumwamini Mwenyezi Mungu. Sasa hata hawa walokuwa wakiabudu masanamu, hawa Makureshi, pamoja na kuabudu kwao masanamu, lakini katika upande wa kwamba nani muumba, walikijua muumba ni mmoja na ni Allah. Sasa Mwenyezi Mungu amwambia Bwana Mtume, kulil hamdulillah, mshukuru Mungu kwa kuwa hao pamoja na kuwa waabudu masanamu, lakini wajua kwamba muumba ni mmoja. Inapokuja kulil hamdulillah, neno alhamdulillah ni sawa na neno subhanallah. Subhanallah maana yake Mwenyezi Mungu ametakatika na kila la udhaifu na kila la upotofu. Na alhamdulillah maana yake Mwenyezi Mungu amesifika kwa kila sifa njema. Kwa hivyo aliyesifika kwa kila sifa njema ni lazima aepukane na kila sifa mbovu, na ambaye ameepukana na kila sifa mbovu ni lazima asifike kwa kila sifa njema. Kisha himdi, alhamdu, hii ni lamu hapa, ni istighraqun liljins, himdi zote. Na himdi maana yake ni mawili, ni sifa, kukisifu kitu. Umekwenda mahali, umemuona mtu amechora mchoro wake kwenye ukuta, umekupendeza mpaka ukakubali kuupiga picha utukue, ile ni himdi. Ni kwamba wewe umependezwa, umevutiwa na mchoro ule, waupa sifa. Maana ya pili ya himdi ni kushukuru. Ile neema aliyokuneemesha Mwenyezi Mungu, ukamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ambayo kwamba yeye amekuneemesha. Sasa unaposema alhamdulillahi, hii ni lamu iliyoko hapa, ni lamu al-ikhtisas, kwamba shukurani na sifa zinazomfanya mwenye kusifiwa na mwenye kushukuriwa astahiki kuabudiwa ni za Mungu peke yake. Yani mtu mwingine yoyote awe vovote atakavyokuwa, awe mwema atakavyokuwa mwema, akutende ihsani atakavyokufanyia ihsani, waweza kumshukuru, waweza kumsifu, lakini shukurani ile na sifa ile haitompa yeye haki ya kuwa wewe wastahiki kumwabudu au kumsujudia. Bal aktharuhum la ya'lamun, bali wengi wao hawajui. Hakuna kitu kibaya katika maisha ya mwanadamu kama ujinga.
annasu a'da'u ma jahilu, watu ni maadui, mwida ni wainga. Hakuna sumu mbaya kwa mwanadamu kama kitu kinachoitwa ujinga. Matatizo mengi yanayotokea katika ulimwengu tunaoishi, moja katika sababu kubwa yanayosababisha matatizo ni ujinga. Na wajinga wako tofauti. Kuna mjinga ambaye kwamba yeye mwenyewe ajijua kuwa mimi ni mjinga, sijui. Huyu ana sahali. Kuna na mjinga ambaye ana itikadi na imani na fikra kuwa yeye ajua kila kitu. Huyu huitwa jahilun murakkab. Yule wa kwanza ni jahilun basit. Mambo yake ni mapesi, utamuongoza, utazungumza naye, utamlekeza, ataiona ndia. Lakini huyu ambaye kwamba ni mjinga, na yeye hajijui kama ni mjinga, bali yuwajua kushinda watu wote, huyu ndio ambaye kwamba aleta matatizo katika ulimwengu, na wengi hawajui. Na ndio utakuta leo katika ulimwengu wengi ni waliopotea kuliko walioongoka. Wengi wako katika ndia kombo, ni wachache walioko katika ndia iliyonyoka, kwa sababu ule ujinga na ujahilia ndio uliotawala ulimwengu. Na mwanadamu ubora wake na utukufu wake na fadhila zake ziko katika kiasi cha elimu yake. Na amali yake. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, mimi ni mji wa elimu na mlango ni al-Imamu Ali. Hatufai kuwa wajinga, haswa ikiwa wewe umeamua kuwa mshia, umeamua kufuata madhhabu ya Ahlul Bait. Hakikisha kuwa wewe hutokuwa mjinga katika lile unalolifuata. Kuna watu wamo katika ushia, wamo katika madhhab, lakini hawajui chochote. Hawajui kutawadha, hawajui kuswali. Wao waona kufungua mikono na kupiga hivi tu basi na kupiga salawati. Al-Imamu Jaafar as-Sadiq asema, man adkhalahu ar-rijalu fi hadha al-amr akhrajahu ar-rijal. Mwenye kuingizwa katika hili jambo letu na watu, siku moja watu wale wale watamtoa. Waman dakhala bijahlin kharaja bijahlin, na mwenye kuingia kijinga jinga atatoka kiujinga ujinga.
lakini man adkhalahu alkitabu wassunna, mwenye kuingia katika jambo hili kwa ajili ya kuiandama Qur'ani na sunna za Bwana Mtume, zalatil jibalu, majabali yataondoka mahali yalipomea, kabla an yazul, kabla ya yeye kutoka katika lile liloliingia. Hakuna kitu kama elimu, na Uislamu umeupa mbele sana, imeipa mbele sana kitu kinachoitwa elimu. Tena tunaposema elimu, hatukusudii elimu ya fikihi tu au ya tarehe. Elimu yoyote, mtu baada ya kujua yale yanayompasa, yale ya lazima, ana haki ya kujua na mengine tena. Ndio Mtume akasema utlubul ilm walau bisin, tafuteni elimu hata kama mkwenda China. Ikiwa ingelikuwa masala ya udhu, masala ya kuswali na kufunga, yeye alikuwa kwa Maka na Madina, amewaelekeza watu wende mpaka China. Yani tusome, tupanuke, yale maarifa yawe ni mapana kwetu sisi, tusishindwe kwa lolote, tusiwe nyuma kwa jambo lolote. Bal aktharuhum la ya'lamun, wengi wao hawajui. Na elimu ndio iliyofanya malaika wote wakaamrishwa wamsujudie Nabii Allahi Adam. Wa allama Adama al-asmaa kullaha thumma aradaha, kama ilivyo katika suratul Baqara. Sasa hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutuambia wala in sa'altahum, ukiwauliza wao, man khalaqa as-samawati wal ardh, nani aloumba mbingu na ardhi, la yaqulunna Allah, watasema ni Allah. Qul alhamdulillah, sema alhamdulillah. Bal aktharuhum, bali wengi wao, la ya'lamuna, hawajui. Hapa tayari kwanza ishathubutu sifa ya kuwa muumbaji, mwenye kuumba ni Mungu peke yake. Hakuna muumba mwingine. Na ikiwa atakuweko mwingine aumbe, ataumba biidhnillah, kwa idhini ya Mungu, si kwa dhati yake. Kama alivyosema Nabii Allah Isa, inni akhluqu lakum min at-tini kahay'ati at-tayri faanfukhu fihi fayakunu tayran biidhnillah. Mimi nawaumbia nyinyi kwa udongo shikli ya kijuni, kisha nitavuvia, ataruka awe nyunyi kweli, lakini si kwa nguvu zangu, si kwa kuwa ni mimi. Biidhnillah, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fi samawati wal ardh, ni va Mwenyezi Mungu vote vilivyoko mbinguni na ardhini. Mwanzo tumethubutisha kwamba yeye ni Khaliq. Sasa hapa kinachothubutu ni kuwa yeye ni Malik, Maliku yaumiddin. Pale unaposema Mungu ni mfalume, ni kwamba maana ya kuwa yeye ni mfalume, lillahi ma fi samawati, ni va Mungu vote vilivyoko katika mbingu, wal ardhi, na vilivyoko katika ardhi. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, huwal ghaniyu, yeye ni ghani, ni mkwasi. Ni tajiri, ana kila kitu na kila kitu chatoka kwake,
na hahitaji chochote kwa yoyote. Ndiye muumbaji hiki, na yeye ndiye ghani, asokuwa yeye ni fakir. Ya ayuhan nasu, enyi watu, antumul fukarau, nyinyi nyote ni mafukara, wallahu huwal ghani. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ghani, ndiye mkwasi. Kwa hivyo ikiwa una haja yako, una matakwa yako, mlilie yeye subhanahu wa ta'ala, mtegemee yeye, muangalie yeye. Yeye ndio mwenye kutukidhia haja zetu. Kwa hivyo tumemkuta Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa yeye ndiye al-Khaliq, hakuna muumba mwingine isipokuwa yeye. Kisha yeye ndiye al-Malik, na katika kuwa yeye ni Malik, yeye ndiye ar-Rabb, ar-Rububiyya, kwa sababu ni al-Ghaniyul Hamid. Itlaqul ghina, ule ughani wake ni wa kuenea, ni wa kila upande. Hakuna mahali amepungukiwa. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu, lau ingelikuwa hii miti yote iliyoko katika ardhi ni kalamu, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhuri, na hii bahari iliyoko tuiongeze tena mara 7, ma nafidat kalimatullah, hazimaliziki kalima za Mwenyezi Mungu. Itamalizika mito na bahari na kalamu, lakini maneno ya Mwenyezi Mungu, utenda kazi wa Mwenyezi Mungu haumaliziki. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, azizun hakim, ni mshindi na ni hakim, ni mwenye kuweka kila kitu mahala pake. Maana ya hikma, waman yu'tal hikmata fakad utiya khairan kathira, mwenye kupawa hikma amepawa khairi nyingi sana. Hikma ni kukieka kitu kinapostahiki kuwekwa. Hikma ni kujua. Hikma ni kuwa na busara. Hikma ni kufanya linalofaa kufanywa. Sasa Mwenyezi Mungu amejisifu kuwa yeye ni aziz, ni mshindi. Hakuna chenye kumshinda yeye. Lakini ile izi yake na utukufu wake na ushindi wake umeandamana na kitu kinachoitwa al-hikma. Kwa hivyo hafanyi lisilostahiki kufanywa. Kila analolifanya ni lile ambalo kwamba lastahiki kufanyika. Sasa tumempata yeye ndiye Khaliq, yeye ndiye Malik, na yeye ndiye Hakim. Tumemjua kiasi fulani, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, afdhalul ibada, ibada bora kushinda ibada zote, maarifatullah, ni kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na katika kumjua Mwenyezi Mungu kuna kumpwekesha katika dhati yake, kuna kumpwekesha katika sifa zake, kuna na kumpwekesha katika utendakazi wake.
kuna kumpwekesha katika ufalme wake, kuna kumpwekesha katika twaa, namna ya kumtii. Yote haya yakikamilikia, ukamjua vile unavyostahiki kumjua, moyo wako utapata rutba na utulivu, utaingia katika ile ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Jueni na mfahamu, kwa utajo wa Mwenyezi Mungu nyoyo hupata utulivu. Utulivu haupatikani kwa kuwa utakaa tu useme subhanallah walhamdulillah. Ni uelewe maana yake, ni ufahamu maana yake. Ndipo utakapokuwa umeweza kufaidika na umeweza kufaulu na umeweza kuwa wewe umeshikamana na kile kinachoitwa al-urwatul wuthqa. Walau annama fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhuri ma nafidat kalimatullahi inna Allaha azizun hakim.